Karibu katika mwendelezo wa sehemu ya 41 ya simulizi yetu isemayo Sitasahau usiku ule. Kuna nyakati ukweli unaweza kufichwa kwa miaka mingi, lakini hauwezi kuzikwa milele. Kila siri ina mwisho wake, na kila uovu una siku yake ya kulipa gharama. Waliotekeleza mauaji ya mzee Nyalile na mke wake kwa sasa wapo kulipa gharama. Kuna wakati walidhani wamefaulu kuficha siri ya uovu huo, lakini wapi bwana. Baada ya miaka mingi ya maumivu kwa familia hii, kukimbia na kuishi kwa hofu, hatimaye nuru imeanza kuonekana katika maisha ya Mliti na Nasra, ambao waliachwa yatima wakiwa watoto wadogo kabisa na sasa wamekuwa. Habari kubwa iliyotikisa vyombo vya dola ilikuwa ni kukamatwa kwa afisa mkuu aliyekuwa akihusishwa na kuficha ukweli wa mauaji ya wazazi hao. Afisa huyu ambaye kwa muda mrefu alitumia madaraka yake kuvuruga ushahidi na kuwanyamazisha mashahidi, alikamatwa nchini Malaysia huko baada ya kutoroka kwa siri, akiamini mkono wa sheria hauwezi kumfikia huko. Lakini safari yake ya kukimbia ilikuwa imefikia mwisho, na kwa sasa afya yake imetetereka sana. Anaweza kuaga dunia muda wowote, huku pingu zikiwa mikononi mwake. Habari hizo zilienea kama moto wa nyika. Kila aliyewahi kusikia simulizi ya familia ya Mliti na Nasra alianza kuamini kwamba haki inaweza kucheleweshwa, lakini haiwezi kupotezwa. Inspekta Mrope na wenzake walitajwa kwa heshima kubwa ndani ya jeshi la polisi, ingawa wao sio waliomkamata afisa huyo wa juu huko Malaysia. Walikuwa watu wa kwanza kufukua ushahidi uliokuwa umefukiwa kwa makusudi. Uchunguzi wao ndio uliofanya jeshi kuunda kikosi maalum kilichofuatilia mtandao mzima hadi nje ya nchi na hatimaye kufanikisha kukamatwa kwake. Ndani ya kambi ya jeshi, maisha ya Mliti na Nasra yalikuwa yamebadilika kabisa. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi, waliweza kulala bila kushtuka pale mlango unapogongwa. Nyumba ndogo iliyokuwa ndani ya kambi hiyo ya jeshi ilikuwa imejaa utulivu ambao hawakuwahi kuuonja tangu walipokuwa watoto hadi sasa wana umri mkubwa. Nasra alipokuwa akitazama bustani ndogo iliyokuwa mbele ya nyumba yao, macho yake yalijaa machozi. Hakulia kwa huzuni, bali kwa furaha ya kuona mwisho wa safari ndefu ya mateso yao sasa umeishia mwisho. Mliti hakutaka kupoteza muda. Ahadi aliyompa Nasra siku walipokutana tena ilikuwa moja tu: kumpata mdogo wake aliyepotea tangu usiku ule wa mauaji. Baada ya kutumia taarifa mbalimbali zilizokusanywa na jeshi pamoja na kumbukumbu za watu waliowahi kuishi Galangala, hatimaye walipata dokezo muhimu. Kulikuwa na kijana aliyekuwa akiishi mkoa mwingine huko, akitumia majina tofauti kabisa. Hakuna aliyedhani kwamba ndiye mtoto aliyepotea usiku ule, usiku wa kumwaga damu, ambapo mzee Nyalile na mke wake waliuawa kwa kukatwa mapanga. Kumbe Mliti na Nasra huyu walikuwa na mdogo wao mdogo ambaye usiku huo haijulikani alienda wapi, na ndugu walipuuza kumtafuta. Hakuna aliyetilia maanani kumtafuta mtoto huyo. Kwa sasa baada ya kukua, Mliti na Nasra wanamkumbuka mdogo wao waliyeaminishwa kuwa huenda alipotelea porini na kuliwa na wanyama wakali huko. Kumbe wapi bwana. Waliaminishwa tu maneno hayo, bali alichukuliwa ili akauawe huko kwa imani za kishirikina, akawatoroka huko. Miongoni mwa wauaji wametoa siri hiyo. Mliti na Nasra walidokezwa pia, na wanawaza wafanye nini kumpata mdogo wao huyo ambaye hata wakimuona wanaikumbuka vyema sura yake ya utoto. Na je, watampata kweli? Usikose sehemu ya 42 ya simulizi hii ya Sitasahau usiku ule. Kukuaga ni mtunzi pia msimulizi wako leo na Limobali, nasema uwe na siku njema.